So after cravings hiyo kitu iliisha. Hata ukuwa unakumbuka? Hapana. Juu hiyo kitu, hizo cravings ukizaa zinaishaga hapo tu. Zinaisha peke yake. Lakini kuna vitu unaweza hate. Na uhate kabisa. Kama mimi nilihate mafuta ya Calkit. Oromothi ndihotaga. Meo metagwo kendige kuga kabuni. Ndigathukie. No, sijawahi penda. Kuna vitu zingine I think zinabaki. Tutauliza nitaleta specialist atuambie. Sijui kama ushakuwa na hiyo experience. Nauliza mtazamaji. Okay, sasa sasa hapa baba na mama Esther wako na watoto wawili special. Na huyu sasa ameanza akiwa mdogo. Kabisa. So yeye alienda special school for the first time. Baby, is it was baby? Nursery. Alienda na miezi 3. Hapo kwetu kulikuwa na special. Tulikuwa tunajuana sababu ni mama tu wa kijiji, alikuwa na shule special, ilikuwa Kahawendani. Akatoa approach akasema huyu mtoto anakaa sharp sana, asikae kwa nyumba. Aende special akiwa na miezi 3 ndio waanze kumsaidia kujifundisha kutumia vitu. Kitu ya kwanza kama kutumia poti, kwa sababu nilikuwa nimemfuga. Venye niliona ananisumbua kwa nyumba atembei, nimemweka kwa diaper. Nikapatana na huyo daktari, ni daktari na ni mwalimu, wakati wa advice tumpeleke na 3 years ndio ajue ku access choo na kubrush meno, kujivalisha kiatu ama socks. Hapo ndio alianza kusoma. Nayo challenge ilikuwa special school fees. Na ako na miaka 3. Unaona huko aidi kusoma. Ni kutrainiwa. Sasa ni kama alikuwa ananipunguzia mzigo na sikujua. Kwa sababu aliona huyu mtoto nimemweka kwa diaper all na ni kijana. Akaniambia huyu mtoto shida yake ni miguu na amekaa kwa wheelchair na daktari amesema na amemkubali. So si muende the next level. Aende shule. Sasa watoto wa hiyo miaka 3 walikuwa naenda baby class ama daycare. Timothy alikuwa anabaki. Sasa huyo mwalimu akaniadvise tutafute tu pesa. Hata kama ni expensive aende kwa special. Sasa alijua kitabu amalize mwaka mmoja alikuwa anajua kwenda choo, anaabua hakuna kuvalishwa poti. Tuseme kama mwezi wa kwanza alikuwa anajipipulia anajikojolea, hawakuwa na shida. Alikuwa wanatake care of them sababu unalipa. Lakini niliona ilimsaidia kwa sababu alijua wakati alikuwa anaabua na mwalimu, ukitaka kususu unasema. Usijisusu. Kwa sababu mimi alikuwa ananiambia, "Mama nataka kususu," na mwambia uko na diaper jisusulie. Hiyo kitu ni mimi nilikuwa nimemweka. Sikujua. Nilikuja kujua venye alienda shule akafundishwa kusema anataka kwenda kwa choo. Hiyo nayo ilikuwa another mwaka mzima. Ndio ajue kwenda kwa choo, akiamka anajua brush, akunywe. Nilikuwa namulisha, unamnywesha, unamvalisha, nikakatazwa. Ndio mtoto aku at least independent. Kitu ya kwanza alikuwa anafundishwa kwenda choo. Kutumia karamu hata kama ni kidogo na kutujitoa makamasi. Na kutoa kiatu na kujirudisha na kuvaa socks. Na sasa alijua yote mpaka kujipea chakula. Alijua mpaka kukunywa uji, mpaka kuongea, kusema ticha nataka kufanya hivi. Kwa sababu mtoto akiwa hivyo sasa unaona lazima wewe unataka afanye wewe venye unataka. Ukimwambia kaa hapo, unataka akae hapo. Ndio uende ufanye kazi nyingine. Kama ni kufua asikufuate, anatembea hivi. Asikufuate ukienda kufua nguo, asikufuate ukienda kwa duka. After mwaka mmoja ndio mwalimu akaniambia sasa huyo mtoto mchukue umpeleke shule ya kusoma. Hata soma na kulikuwa na watoto wengine. Lakini hao watoto walikuwa sifia. Kwa sababu walikuwa anasoma na watoto hawaongei. Yaani wako mbaya kushida yeye. Akaona anaweza ongea na ameshika vitu na anasoma na anajua kusoma na anajua kuandika jina yake. Akiwa na 4 years mwalimu akanirelease na akanitafutia shule. Ya watoto wa kawaida. Sio special. By the way Timothy hakusomea special. Tukaenda tukaongea na huyo mwalimu. Yeye huyo mwalimu akaturifaa. Kwa sababu ilikuwa rifaro mwenye alitulifaa kwa hiyo shule hakukataa. Hiyo shule naishukuru kwa sababu kitu ya kwanza alifanya huyo mwalimu wa hiyo shule nyingine tulienda alitengeneza choo. Alitengeneza choo ya kukalia kabla huyo mtoto kitu ana ni choo ya kukalia. Amesoma vizuri na yeye alikuwa top 3
Akipata 1 to 5 alikuwa hapo 1 to 5 akasoma mpaka akamaliza class 8. Class 8. Wow. Wow. Score 348. Yeah. Yes. Congratulations Timothy. Shule extra curriculum walikuwa sababu waliona anapenda sana music. So walimweka kwa klasi ya music. Na hiyo shule yao ilikuwa tu na violin. So akikuja nyumbani ananiambia, "Mama, nataka gitaa, nataka kompyuta, nataka piano, nataka..." Mimi ile ni mwalimu aliniambia ako na talent ya music nimnunulie gitaa. Nikamnunulia gitaa. Kwa sababu na yeye mwalimu akamnacha mpaka saa hizi shule ameingia form 1, form 2, form 3, saa hizi ako form 4. Ile kitu anapenda tu ni music, anacheza gitaa na anacheza sawa. Hata kama si professional bado anacheza. Imekuwa safari ndefu Sana. Na kazi ngumu. Lakini Mungu amekuwezesha. Kabisa. Ni vizuri tumshukuru. Kabisa. Na hii safari yote mnaenda na baba yao? Yuko. Hata kwanza venye Timothy sijakuambia venye alipelekwa hiyo shule. Alitoka hii shule ya special akaabua aende hiyo shule nyingine. Hiyo shule nyingine haikuwa na school bus. So for 8 years babake alikuwa anampeleka asubuhi na anamwendea jioni. For 8 years amempeleka asubuhi jioni. From class 1 to class 8. Abarikiwe sana. Wakienda trip alikuwa anampeleka trip. Tushapatana na wao kwa events fulani na mimi huwa namuona wakiwa na Esther. So is a committed father. Na Mungu azidi kukubariki baba Esther na baba Timothy. Huyu ni baba wa kuheshimika. Na tunashukuru Mungu. Sasa vile Timothy alienda shule, ulirudi biashara? Nilirudi biashara. Hata kabla Timothy alienda shule hiyo ya huko chini, hapo karibu na shule. Tulitafuta nyumba, hizi nyumba za kuhamahama, so tulitafuta nyumba kwenye tunaishi kulikuwa karibu na shule, na ndio sasa nilitafuta mahali karibu na hizo vitu zote ndio ninafanya biashara kwa sababu alikuwa natoka shule saa 9. Akitoka saa 9 si kuajiri msichana. Nilijaribu. Ukaona nikaajiri wa kwanza. Sasa Timothy alikuwa mwerevu, alikuwa akisoma ile shule alisoma ya kwanza, akufundishwa kwenda kwa choo na hizo vitu zingine alifundishwa kuangalia saa. So nikakuja kwa nyumba alikuwa ananiambia auntie alitoka ile kamuti kubwa ikiwa kwa pale, so alitoka saa 1 kamuti dogo ikiwa hivi. So kulingana na alitoka saa 2 akarudi saa 9. Guy. Alikuwa anaabua kamuti dogo ikiwa pade, sasa hiyo ni kuangalia saa. Ananiambia ile masaa alitoka na ile alirudi. Na alikuwa ana insist kwanza babake amnunulie saa. So alikuwa anaona akitoka anaangalia, akirudi anaangalia. Na nili notice kwa sababu alikuwa anamwacha kwa poti. Sasa anamwacha Timothy alikuwa anajua kwa access, anachukua poti anakalia. Ukikuja jioni unapata poti imejichora. So amekaa kwa muda hapo. Imejichora kwa mwili yake. Nikaachana na watu. So alikuwa anamwacha hapo. Anamwacha kwa muda mrefu. Jua hakawezi kujisimamisha. Na Timothy alijua na huyu msichana hakuwa anajua. Ukimuuliza anakataa. Tulikaa na yeye miezi 2 tukaachana na yeye. Ile ya mwisho ilifanya ni muache. Alimwacha, so Timothy akishikashika vitu zake kwa nyumba akameza shilingi. Okay. Akameza shilingi. Huyo msichana hakutuambia. Hiyo jioni yake akakuja akaniambia nimpe ruhusa, alikuwa na mtoto, akaniambia mtoto wake ni mgonjwa nimpe ruhusa. Msichana akatoka akaenda, it was on Saturday. Na alikuwa anajua. Na anajua mtoto amemeza shilingi. Timothy nikakuja jioni walikuwa wamefunga. Mahali nilikuwa nafanyia kazi na mahali naishi si bali, so nilikuwa naenda na yeye. Nikienda na yeye ananiambia mamu nilimeza pesa. Mimi nikapuuza. Alikaa na shilingi from Saturday to Thursday. Okay. Thursday sasa akaniambia mama si nilikwambia nilimeza pesa. Na kako how old wakati huo? Kitu 6. Guy. Kule shule alitrainiwa ukifanywa na hivi, ukifanywa hivi, hata alikuwa ananiambia auntie alinichuna. Akinipea chakula ananiambia Melia nisipomeza ananichuna. So alikuwa ananiambia everything. Sikujua mtoto wako na shilingi. Venye aligojeka akagojeka, nikaenda nikaambia daktari hapa tukaa kwa dispensary, huyu mtoto anasema ako na pesa. Kumbe alikuwa na shilingi ilikaa hapa for 1 week. Tulienda Kenyatta. Kadibu daktari wanichape. Mtoto anasema mimi napuuza, msichana ameenda. Tangu huyo ndio alikuwa wa kwanza na watoto wangu sijaajiri msichana. Niliajiri huyo mmoja miezi ngapi? 2. Unaweza imagine kama huyo mtoto wake kuwa anaongea.
Imagine. Mungu ni mkuu. Hiyo shilingi ilikaa hapa for 1 week. Nilienda Kenyatta nikaambiwa wewe toka utakujia mtoto kesho jioni. Akafanyiwa operation. Kufanyia operation. Sijui venye alifanyiwa lakini walitoa. Waliniwekea. Kuna vitu anakai. Sana na wao na wamama wakiwa ati unakimbia kufa. Sasa nilikuwa nimeona Timothy amesetu shule, Esther amesetu shule, nirudi biashara. Mtoto akikwambia venye anakwambia uko na msichana wewe unang'ang'ana kufanya. Ni vizuri kufuatilia. Na kusikiliza. Ni vizuri kufuatilia vile mtoto anasema. Kwanza hao sipesho kama anaongea msikilize. Anaweza kuwa anafanyiwa vitu zingine. Wacha hiyo ya pesa na wewe usikilize mtoto. Hata sodomi. Okay. Pole sana. Pole sana. So lakini kwa sasa umerudi kabisa kwa biashara. Nimerudi kwa biashara kwa sababu Esther amemaliza shule. Hata kama yuko stable yeye ako na biashara kake anafanya kadogo. Esther na Timothy anamaliza shule yako. Huu mwaka ndiye anamaliza form 4. Siwezi sema wananifuga kufanya biashara. Sasa unafanyaga kazi gani? Mimi ushona, nafanya embroidery. Aya, utatuonyesha lakini kwa sasa nataka turudi kwa Esther. Na kwanza tutaenda break na asanteni sana kwa kuendelea kututazama hapa Githurini kia Nũngari, kifuani mwa Nũngari, na Mungu azidi kuwabariki. Na please subscribe, ita mzazi mwenzako, rafiki mwenzako. Ni vizuri kuwa makini, hata tukiajiri watu kwa nyumba ni vizuri kusikiliza watoto wetu. Na nashukuru sana walimu wa special kids kwa sababu ya kuwasomesha. Unasikia anajua kale kamuti kako hivi na kalikuwa katoto kadogo sana. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana na ni vizuri tuwe tunawa appreciate all special teachers. All teachers wenye husomesha special kids kwa sababu wengi sio special walimu, si ndio? Na hiyo ni calling. Unaelewa wewe uko mzima but unabeba mzigo wa mtoto kama huo. Yaani ya mtoto kama huyo mwenye ako special ama different abled. Differently abled. Ndio huwa tunawaita. Na nikukumbusha kwamba ukitaka kupumzika mahali, yani uwe mahali kidogo, ukule, ukunywe, ulale, usikie vizuri, ni vizuri kutembelea Capulus Hotel. Na haiko mbali, iko Thika Greens Golf Club. Hapo next kuna exit, unaingia hapo, iko tu kwa barabara, inaitwa Capulus Boutique Hotel. Na pia wewe ukienda utaipenda. Ni pahali pazuri, yani mahali cool. Kuna tumiti, mahali pazuri, yani kuna hewa mzuri, utajienjoy sana. Na juu nimesema nitapeleka Esther out hapo. Tutaenda hapo, tupigwe picha na mtaona na atatupea experience kama si ni vizuri unaenda out. Last ulienda out lini? Last year? Ulipelekwa na mama? Kwa tumeenda mahali Thanksgiving party. Yes. Sasa na kuna swali nitauliza mama yako. Lakini sio sahihi. Na pia wewe kuna swali nitakuuliza. Lakini kwa sasa tumesema tunaenda Capulus Boutique Hotel pale Thika Greens. Mahali pazuri sana. Najua pia unafanya kazi. Unajua kuna jambo huwezi fanya tujui ya Mungu. Na wewe juu ni mtu mlebo, you can be even a director one day and own your hotel. Ni vizuri kutembea na ku-explore. Otherwise hoteli ndio hiyo, kuna namba hapo ya hoteli utapiga. Kama mko na conference, mko na meeting, kuna conference halls. Kama ni familia, you want yani mnaenda out na familia, huko mtakuwa sorted. Na pia kuna swimming pool.
una relax vizuri, una swim. Unajua mimi napenda sana kuswim. Ama swimmer. Na siku moja nitawaletea Gavana Waitito awaambia kwamba nilienda swimming competition nikashindania county. Na hiyo kitu huwa inamshangaza sana. Anasemaga nugalia na ingia ndani ya maji anatembea, umuoni, utamuona pale. Napenda sana kuswim. Na wenye wanapenda kuswim mjipange, ndio mniambie niwapeleke out hapo Capilas Hotel Boutique pale Thika Greens. Asante. Tuende break kidogo, alafu turudi tujue mawili matatu tukimalizia ya Esther. Haya, asanteni sana. Naitwa Evangelist Mercy Nugari, huku ni Githurini kia Nugari, kifuani mwa Nugari. Yani nimepeana kifua kwa wale Mungu ametuma kwangu, na nashukuru Mungu sana hata kwa kunipa kifua ya kuweza kusikiliza wengi na kushikilia wengi. Na mgeni wetu siku ya leo ni Esther, na tunaendelea vizuri. Sasa Esther hakaangi hivyo, alisoma akajikubali akaendelea na maisha, na tunaona anashona. Atatuambia kama ni wewe unashonaga hizi. Huwa nashona. Wewe? Mimi nashona hizi zote. Sasa peke yako? Peke yangu. Ala? Sasa hivi nafanya hivi. Hii inaitwa tapestry. Kushona. Kushona hii mikeka inaitwa tapestry. Na kwa hii kazi hii ndio the product hii hapa hii. Kwa plain. Impira. Hii ikiwa sasa hii ndio hii kubwa. Hii plain hivi. Ndio hii. Ndio hii ni pande ya chini. Sasa ni venye hii imeshonwa. Hii imeshonwa yote. Sasa hii ni pande ya chini, hii nyingine ni pande ya juu. Hii ndio pande ya juu. Okay. Na unashona kulingana na order ya client. Na ya kwanza ile ilikuwa ni hii. Hii ndio nilishona after nimemaliza masomo. Nilienda Buruburu Institute nikafunzwa about tapestry. Akanifunza kushona hivi, unatumia crochet na hii ni mesh na nyuzi thread. Unashona ya kwanza unaweza shona kulingana na design yako vile unataka. Ukiendelea hivi unaweza shona kulingana na order ya client. Sasa kama hii nimeshona ilikuwa ni pattern just a normal pattern kama unavyoona. Ni rectangular pattern, zinafuatana tu, tunachanganya rangi zile zenye unaona zinakupendeza. Na mkeka moja huwa ni 3,000. Kama hii. Sasa kama hii. Kama hii. Ni 3,000. 3,000. Au venye unaendelea vile inakuwa kubwa ni kulingana na order ya client venye angependa ikuwe. Kama hii inakaa ni kubwa sana. Kama hii ni kubwa sana. Hii iko hapa, wacha nirudishe hizi. Na hizi nyuzi zinanunuliwa zimekatwa hivi? Hapana. Ni wewe unakata? Ni mimi nakata. Nyuzi unanunua ikiwa so kuna mpaka kukata? Kuna mpaka. Unakata na rula? Unakata na rula na makasi. Kuna makasi? Hapana, tutaonyeshana. Okay. Mwenye nataka kujua akuone.
Sawa. Hiyo ni kulipa. Na wewe unapeana ni yako aje? Sasa hii nayo ni ile kubwa. Hii ni ya wapi? Sasa hii ni ile kubwa kabisa, lakini sio kubwa sana. Ili mzuri sana ya kuombea. Yes, sasa kama ya kuombea. Sasa kama hii ni how much? Hii ni kama 15. Haya. Na umeifanyia kazi. Fanyia kazi kwa kuweka design, kuweka majina na pia material yenyewe. Hii ni naona ni Nehemia 519. 519. Nayo unashona kulingana na bei ghali, kwa sababu pia vitu zake zenye umetumia pia ni bei ghali. Hii mita moja umenunua kama hii. Ni expensive. Na uzi pia. Na uzi pia na reba. Na reba pia na time. Sasa hii ni ya mtu. Alioda. Alioda. Na kuna mtu ni lion. Yes, ni lion. Unachora hapo. Nimeiona hapo ni lion. Ni Nehemia 5:19. Mahali Nehemia aliomba Mungu, kumbuka mazuri nimetenda. Na hii ni ya customer. Already booked and paid. Unatoa deposit. Wewe na ni mzito. Kwani ni mzito. Haya. Unajaza nyuzi vile unajaza ndio inazidi kuwa mzito. Sasa hii college ni mama ni wazazi walikupeleka? Ni wazazi walinipeleka, lakini mwalimu huko ndio alikuwa anakuja nyumbani kwa vile hiyo shule sio disability friendly. Ilibidi mimi naenda kwa mwalimu nyumbani ama mwalimu anakuja kwetu nyumbani. Ndio aweze kunifunza kushona hii yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. That's good of you. So hii ndio unashindaga ukifanya? Na hii ndio huwa nashinda peke yako kwa nyumba? Kwa peke yangu. Pia nilisomea counseling psychology pale Amani Counseling Center. Certificate level. Amani Counseling Center. Training Institute. Okay. How much do you charge for counseling? Bado sijaanza professionally, lakini huwa naenda kwa mashule kuongelesha. Unaongelesha watoto? Unaongelesha watoto. Kwa na mahali event tunaenda nialika naongelesha kisha unaongelesha wote, sio only special? Hapana, wote. Like sasa unajua watoto wanataka kuongeleshwa. Wote sio special peke yake. Kumekuwa kubaya sana. Sasa huyu ni Esther. Na mnaona Esther hatembei. Yeye maisha yake ni ya wheelchair. Lakini amejikubali. Amejifunza kitu anafanya. Hii wacha i-challenge watu. Kuna watu wanasemaga ati sijui sina kazi ya kufanya, sijui nini. Sasa kama mtu akijitolea mtu aseme anataka kujifunza, si utafunza? Wanafunzana pia watoto wenye wasaizi kwa sababu iko curriculum ya CBC. Wenye wamepewa assignment kama kufanya project kama hii wanakuja na wafunza. Unapewa kitu kidogo. Wenye karibu na nyumbani nakuja na wafunza. So like sasa nimeona wewe matembezi yako yote kama ni hizo clinics unatumia gari. Kweli natumia gari. So inakusaidia. Inakusaidia kulipa. That's very good. Yaani wewe uliamua hutakaa hapo au utakaa hapo? Hapana. Wewe uta move on. Na sababu hakuna lingine. Na sasa nikuulize, tuseme sasa vile umeachwa kwa nyumba peke yako. Una survive aje? Unakula, nani anakupikia? Mama anapika hapo. Anakuachia food. Kuna mali gasi penye iko can access. Neza washa gasi ni uom. Ama upike. Neza utapikaje na usimami? Nikiwa kwa nyumba huwa na jishikilia na vitu. Jishikilia na vitu.
Hey, lakini kitu kama kuvua huwezi vua nguo. Hapana. Ni mom. Oh, yeah. Challenging. Okay. Hey, but hii ni challenging sana ya kwamba you are making money on your wheelchair. You are making money, you are earning. Guys, ni vizuri tu support huyu msichana. Imagine hakukaa vile na unajiosha. Najiosha. Wewe sasa hii ni kazi mzuri sana. I think you need even support from the government. Wewe unapewa grant. Kuna hizo pesa upewa watu special. Yes. No, wasipewi. Upewi? Hujawahi pewa? Hapana. Hujawahi? Sijawahi pewa. Na uko na card? Niko na card. Ile pesa serikali inatoaga ya disabled people? Hapana, hizo wasipewi. Aya, kwa nini sasa na kuna hiyo pesa? Wanasema ni severe. Pia sisi tulikuwa tumeuliza hivyo, wakasema ni just for the severe. Sasa severe na wewe kuna kitu unafanya na wewe hutembei, you cannot even go on your own. Kwani what is disability people? Help me understand. Anyway, sisi tutasema si hiyo pesa huwa inatolewa. Mwenye ukura atakuwa na kesi na Mungu. Sasa hizi vitu zako wewe unauzia wapi? Mostly ni referrals ya watu na online sana. Ikifika ni marketing ndio wanafanya online, but mtu kununua ni referral from somebody to somebody. Na pia wakati naangalia tu hivi online niliona an exhibition ilikuwa inatendeka kule Kiambu, nikajituma nikajipeleka na vitu zangu za kushona na nikashona mkeka moja ya Kiambu County. Ilikuwa size gani? Ilikuwa size kama 1 meter by 1 meter. Yes. Hao uliwauzia kama sisi wa kawaida? Kaunti ni kubwa. Ndio niliwauzia tu. Kawaida. Lakini ni vizuri tu. Sasa vile ulienda hiyo exhibition uliuza? Hapana, sikuuza, lakini watu wengi waliweza kuona kazi yangu na nikapata referrals from there. So kuna watu unashonea? Kuna watu nashonea. Sikuuza hiyo siku. Sasa hiyo ulishona ilichukuliwa na governor? Aliniambia nishone sasa yenye iko na rangi za Kiambu Counties. Aliona hii, alipendezwa na hii red, lakini akasema atachukua hii kwa sababu haina the colors of the flag of Kiambu County. Yes. Alifanya vizuri, lakini ageinunua kama county. Gavana wa Matagi, but tushukuru Mungu tu alikupromote. Na tungetaka in future wafikirie vile watu kama nyinyi wanaweza kuwa promoted, mtu mwenye anajifanyia kazi. Sasa kama unataka carpet, umeziona hapa size zote. Esther huwa anafanya na ameni-challenge, ametu-challenge sisi wote, huwa tuko na mikono tunatembea. I wish maybe huwa anasema I wish huwa anatembea. Angekuwa anapeleka soko Githurai, soko wapi na wapi. Kwa hivyo ni vizuri kujikubali na kujiamini. Tunaona mtu amejiamini hapa na anafanya kazi mzuri, na ni vizuri kupromote Esther, na hata viongozi wetu ni vizuri to promote Esther. She is one of us. Ni vizuri tumpromote na atushone. Kama hii sasa unashonaga na siku gapi? Kama hii ni wiki mbili. Wiki mbili. Sasa mnasikia ni kazi ngumu pia, juu ni mikono. Ni vizuri kumpromote. Hii ni 3,000. Hii ni 3,000. Kama unataka kushonewa, mimi yaka nitachukua
Na wewe ukitaka kushonewa ni vizuri, Esther atapeana namba yake tukimalizia. Nataka tumalizie. Sasa wewe uko how old? 27. 27. Sasa hii na mama asisikie. Uko na boyfriend? Hapana, sina. Yeah? Sina. Huwa wanakuchokosa sana wakikuona live ama kwa mtandao? Kwa mtandao. Na hakuna kamoja umependa? Kwa sababu wanachokoza kulingana na kenye wameona. Hapana, unajua namaanisha unaona kuwa online kuwa online vile umekaa na in reality wanaona huyu tena amekalia wheelchair. Ama kuna wengine wanachokoza kwa sababu uko na unaonekana umeenda mahali umepatana na governor, wanaona umepata pesa ama umepatana na women kama wewe wakati tulikutana Miruri Wakomodhai, asante sana, tuliweza kupatana na wewe na nikakushonea mkeka, nikakupeleka kwa Mushomba. Kanipeleka kwa Mushomba. Sasa huwa wakati wakiona au wanaona ni kama nimepata pesa. Na physically hujawahi patana na moja? Physically hapana. Kwa sababu lakini wewe uko na plan ya kuolewa? Niko nayo, lakini siko wakati huu. Ningependa kustabilize kazi, niweze pia kujimudu kabisa financially. Yes, kama miaka gapi? Miaka ya waanze kurusha application. Wale serious. Mtu mwenye serious. Na by the way, my friends in diaspora, Esther huwa anataka sana kukuja huko. Anatakaga kukuja majuu. Kama kuna mmoja anaweza muhost my friends there, Wasaimo na marafiki wako, Winnie, Mary, Wambogo, niko na marafiki wengi sana. She's a very nice girl. Ni vizuri pia yeye atembee. Na ni mtu wa class. Yani nikayedete muno kairitu gaka. Kako smart. So when time comes, utaolewa. Yes. Na hiyo kitu unaonaga mama na dada wataichukua aje? Wataichukua kama kawaida, kwa sababu pia hata mimi niko na marafiki ambao wana ulemavu na pia wameolewa na watu hawana ulemavu. Yes. And I've seen stories. Nimeona wale, na pia nimeona pia my close friends ambao wameolewa na watu hawana ulemavu and they've got children. Na nikaona hiyo pia it's a blessing and it's a good thing. Na mama akuulizagi kama uko na boyfriend? Hapana. Kwa sababu huwa namwambia kila kitu. Hakuna haja ya kuuliza. Unamwambiaga at this age nitafanya hivi. At this age nitafanya hivi. Yes. Sawa. Mimi with my followers we wish you all the best. Na hiyo ni vizuri sana. Umesema ujipange. Mama ni kujipanga. Yani hata ukiolewa mtakuwa mnasaidiana na huyo bwana. Na it's like vile mama yako alipatana na baba yako, mama alikuwa anafanya kitu, baba alikuwa anafanya kitu, na diposa wakaweza kuwalea. So we wish you all the best. Na ninajua utapata customers wengi sana. Customers wengi. Na namba yako si utapeana? Peana namba yako. 0794 606 813. 0794 606 813. Sasa tunataka mama kuja sasa tumalizie
na asanteni sana kwa kuendelea kututazama hapa Githurini kia Nungari, kifuani mwa Nungari, na tunashukuru Mungu. Sasa tunataka kumalizia na Mama Esther. Mama Esther, sasa ulisema wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya embroidery. Embroidery ni kushona vitambaa. Ile ya uzi. Ile vitambaa ya uzi ama ile? Oh, ile unaweka maua. Ile kama ni material then una decorate. Baka curtains. Unauzaje curtains? Inalingana na size ya dirisha. Kuanzia 4,000 sasa kwa. Ile dirisha normal ni how much? 4,000. So inalingana na size ya dirisha. Sasa kama kwenye tunaishi unaweza pata kadirisha kamoja ka single inaweza kuwa 25. 2,500. Sasa wewe unashonea wapi? Nashonea kahawa. Umeweka mahali? Nimeweka mahali. Wow, that is very nice. That is very nice. Na wewe unashonea, watu wanakupea order na washonea? Ni shop. So mtu atatupita, unapata kwa display. Wamama wanachukua tu vitambaa za viti, covers. Iko wapi? Elezea iko wapi? Kahawa ndani. Kwa soko. Kuna soko ya kahawa ndani. Kwa soko katika soko ya kahawa ndani. Hiyo soko ya Kaju ako na kastoro hapo. Na tunashukuru Mungu. Mnaendelea vizuri. Na kuna hii pesa ya serikali ya disabled. Watoto wako wamekuwa disabled wakiwa wadogo, umekuwa na safari ndefu. Na kwanza ni kushukuru on behalf of my followers. Umefanya kazi mzuri. Tunajua watoto wengi huwa wanaachiliwa. Wengine hata yani wanakuwa worse than the disability they had. Lakini yenu tumeona, nimetembea na nyinyi. Tangu niwajue, nimetembea na nyinyi na nimeona hao watoto mmewaweka vizuri sana. Na sio ati mko na pesa, ni bidii. Mumetia bidii. Simbarikiwe sana. Amina. Mbarikiwe sana. Sasa hizo pesa za serikali za disability wewe huwa unapata? Hapana, sijawahi pata hata mara moja. Hata Esther akisoma sijawahi pata, hata ya hospitali hakuna. Hata tuna kadi hii ya NHIF unabidi ulipe, kwa sababu usipolipa na wako kwa hospitali kuingia na kutoka, mtu akigojeka utakuwa na shida. Hakuna pesa sisi tunapata kama za kusaidia watoto. Na uliwachukulia kadi wakiwa how old? Tulichukua kadi ya familia kwa sababu sasa hawa wakisikia. Hapana, ile kadi ya disability. Disability Esther alichukua shule. Alichukua shule huwa wanajaza. Thika. Thika. Ya pili kama ukumbuki ni nyinyi mlitupea mkiwa na women rep. Mshoba tukiwa ile mlitupea for free. Nimekumbuka. Alipata na hiyo alipata for free. Assessment alikuwa for free kwa sababu Esther wakichukua tulikuwa tunalipa 1,500 kwa serikali, lakini wakati Gathoni alikuwa kitu yote ya disability ilikuwa free. Alituletea assessment, alileta wadaktari walikuwa wengi sana angewa. Hapo ndio tulikutana wewe, yeye, akina Mwiruri, lakini hiyo hata tulikuwa tumekuja program hawa niliwajua nikiwa Otugi TV, nilikuwa nafanya program na Otugi TV ilikuwa ya Mheshimiwa Gathoni wa Mushoba. Tumefanya kazi ya humanity na huyo mama sana. Na diposa nikamwelezea kuhusu huyu msichana. Tulianza kumsupport na mauzi nini. Tukaenda hivyo, Gathoni akachukua hiyo kiti ya women rep. Tukaendelea hivyo na alikuwa anapata full bursary. Yani masomo yake alisoma na bursary ya women rep Gathoni wa Mushoba. Mungu akubariki sana. Na pia wewe Mwiruri Komuthai kuniletea Esther, nikamjua ndimoi ni andu njui na tugikoretwo tutwaranite nao, na ninashukuru Mungu sana. Sasa mimi nashindagwa hiyo pesa ya disability huwa inapewa akina nani? Kwa sababu hata wenye nime interview
Hakuna mtu ashawahi niambia amepewa hiyo pesa. Please. Penye anakuaga in charge wa hii pesa. Please. Ni vizuri uhakikishe umepea wenye wana deserve. Kwa sababu hiyo kitu inaweza kukuhaunt ama ihaunt jamii yako na familia yako. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya wale watu huwa wana support Esther na mama na baba Esther kwa hizi kazi wanafanya ili waweze kumaintain watoto wao. Na next episode tutakuwa na baba Esther na Timothy. Next episode tukitoka kwa Esther na mamu yake. So itakuwa ni girl child na then boy child. Na ninajua tutabarikiwa sana. Na tumeshukuru sana kwa sababu ya huu muda tumekuwa na nyinyi. Na pia ningetaka mama Esther apeane namba yake ya simu. Lakini kabla hatujatamatisha, nataka kukuuliza sasa, Esther akipata mtu ni ungetikira, utakubali? Nitakubali kwa sababu mimi nimefanya kazi yangu, nikamzaa, nikamlea, lazima maisha yake iendelee. Na nikipata akona mtu serious naweza shukuru, sababu najua generation itaenda. Hakuna itaendelea. Sasa kulingana na yeye ni mwanaume, I mean she's a woman. Yes. Ni mtumia. Ni mama, ako sawa. Mambo yote. Na mumefanya kazi. Ni Mungu. Mumefanya kazi. Sasa kuna stages tumeruka, like hivyo. Ulijua wewe, unajua ukiwa msichana ukaanza hizo periods, zilikuwa challenge. Nani alikuwa anakucheji, ni mama ama ni wewe? Hapana, siku ya kwanza tu ndio nilionyeshwa kubadilisha, kisha baada ya hapo ni mimi nilikuwa najimudu. Kwenda haja ya choo sina shida. Shida tu ni ku access, yani kuingia. Unajishikilia. Na huko ndani choo ni za kawaida kama hizi na kukalia tu ya kawaida. But I think hata hiyo masomo huwa yanasaidia sana. Si ndio? Yanasaidia shule. Sasa tukimalizia kabisa. Ni sijui kama ni wewe utaongelesha wazazi ama ni mama. Both of you. Hebu ongelesha mwenye ako na mtoto kama wewe. Utamwambiaje? Na huyo mtoto kama wewe, na yeye utamwambiaje huyo mtoto? Jambo la kwanza ni ushukuru Mungu umepata mtoto. Kwa sababu kuna mama wengi ambao huwa wanatafuta mtoto hawajapata. Wewe umepata huyo mtoto ambaye ako abled differently. La kwanza ni umpende vile alivyo. Na pili umuelewe, ujue strengths zake na weakness zake. Ni nini anaweza kufanya na ni nini hawezi kufanya. Ni talenta gani yako nayo na anaweza saidiwa kivipi. Na la muhimu kabisa, ukue hapo, ambatana na yeye kila mahali, kila step anapitia, ukue na yeye na umsikilize. Kila neno anakuambia umsikilize kwa makini. Na kwa wewe ambaye unaye ulemavu, ujipende vile ulivyo. Uliumbwa kwa sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Mungu hakufanya makosa akikuumba vile ulivyo. Kama ni ajali imekutendekea ama umezaliwa ukiwa na huo ulemavu, jikubali vile ulivyo na uweze kujua ni nini hicho Mungu alikuweka ndani yako, ndio uweze akakuweka duniani na kuumbe vile ulivyo. Na pia kwa akina baba wenye huwa wanaacha watoto wao, ningependa pia sana muwashikilia watoto, kwa sababu hujui nyota ya huyo mtoto atakuwa nini maishani. Mshikilie vile alivyo, mpende, usisikilize mambo ya huko nje. Ndio watasema, lakini uweke nta kwa masikio, usisikilize kile wanasema, sikiliza kenye Mungu anasema na Mungu atawabariki. Na kwa wazazi wako utawaambiaje? Na kwa wazazi wangu ningependa kuambia nawapenda sana na ninawashukuru kwa mahali walinitoa mpaka hapa, wamenishikilia kwa muda wote. Shule wamenipeleka, kama ni kosi kama hiyo wamenishikilia nikaweza kujisimamia.
mpaka hapo nimefika. Hawajanichilia hata dakika moja. Kama ni dawa wameweza kutafuta njia zote nikawa napata dawa. Ningewashukuru sana. Naombea Mungu awaweke maisha mengi duniani, waweze kuona kile ambacho Mungu amewajalia. Amen. Okay, Mama Esther, mzazi mwenye ako na mtoto kama Esther na Timothy, utamwambia aje? Wazazi wenzangu, sisi tuko na watoto wako able differently. La kwanza sana ni kukubali hawa watoto. Unajua sasa ukikubali mtoto, unakubali situation venye imekuja, ni ngumu. Kwanza mtoto mmoja wawili ni ngumu. Huku nje watu wanaongea, ndani hata wewe mwenyewe ukilala unajiongeresha, si ati lazima watu waongee. Hata wewe unajiongeresha, unaona negativity wengi. Lakini ukijikubali, wewe ndio daktari wako na ndio daktari wa watoto wako. Unakubali kila kitu venye kimetendeka na unapenda hao watoto. Alafu unabatana na wao. Mtoto akiwa mwaka moja, miaka 2, miaka 10, miaka 30, na muhimu kabisa unafanya watoto kuwa warafiki wako. Wacha kufanya mtoto kama ni mtoto. Ndio una play part ya kuwa mtoto na mwalimu, lakini muhimu unakuwa rafiki wa watoto wako. Yaani ukiwa rafiki wa watoto wako, mtoto hata akiwa na miaka ngapi, kila kitu atakuambia, akikutendekea. Sasa kuna wengine hawaongei, kuna wengine deaf. Wewe mtoto ni deaf, wazazi wanajifanya deaf. Huyu mtoto atacommunicate aje? Wewe unajifanya sasa mtoto akiwa deaf, wewe na unakuwa masikio yake. Unamweka karibu. Unakuwa marafiki, ndio mnaenda pamoja. Watoto kwanza, sisi wa mama, ukipata mtoto kama huyo, unasema wewe ulitengwa na unaona kama ni mzigo. Ukimbeba kama mzigo, atakuwa mzigo 2, 3, 10. Atakuwa kilo mingi sana. Lakini mtoto anatembea, unampenda, unamsupport. Na sana wale watoto able differently wanakosa sana kusikiza maneno, academic haingii sana. So kazi ya mikono, talent wako nazo, uhudue mapema. Mtoto akikwambia anataka gitaa, hata kama si leo, mwaka huo mwingine mnunulie. Akitaka hivyo, sio lazima apitie shule. Kama elewi hesabu na mwambia anafanana na huyu, wewe weka watoto wako karibu. Mabwana, unasema ati yani mabwana zetu, unasema wewe kwetu wakupatia watoto. Wewe ukiolewa uliolewa kama msichana, so ukukuja na hao watoto. Mkipata watoto muwalee pamoja. Mkiwalea kama familia, hata familia zingine zitasema. Mimi nashangaa sababu hata tukienda kanisa, watoto wanasema mimi nataka kuwa kama ule. Watu hivi wanasema nataka kama kuwa Esther, lakini wakikutuka Esther atembei, na wakiona Timo anakona vitu zake, mkiwaeka karibu mtakuwa mnajua shida zao na unajua strength zao na weakness. Strength una embrace strength, weakness unawaondoa. Sasa ukiwavuta karibu, utajua venye wanaanguka na venye wanasimama. Mnaanguka pamoja, mnasimama pamoja, na mnaenda safari inakuwa rahisi. Sasa tumeona wanaume wengi huwa wanatega watoto wako. Wanaume wengi huwa wanatega watoto ambao wako special. Tunasikiaga kilio sana ya wamama, ni wakati nilizaa mtoto wako hivi, familia na mzee walinitenga. Ungetaka kuambia bwana yako, uko na ujumbe yupi kwa bwana yako, Baba Esther? Bwanangu. Kanini? Nini? Okay, sawa. Kwa bwanangu Juguna, nashukuru Mungu sana venye tulipatana tukiwa msichana na tukiwa wadogo, na tumepata watoto na tumeenda safari. Naomba tu tuende tusupport watoto mpaka tuone future yao ni wapi. Na ninajua na wewe unajua na mimi ninajua tulipata nyota. Asante sana na tunashukuru Mungu. Baba, tunasema ni asante kwa sababu umekuwa na sisi tangu tuanze hii program. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya familia ya Baba na Mama Esther na Timothy. Asante kwa kuwapea neema ya kulea hawa watoto. Ninaomba Mungu wangu wakawe funzo kwa wazazi wengi. Hata nao watoto wakawe funzo kwa watoto wengi na watu wengi. Kama vile alivyo na anapata pesa akiwa
ameketi kwa nyumba. Tusaidie Mungu. Jehova, nakushukuru kwa sababu ya followers wangu, wabariki na uwatendee mema, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Shalom, bye bye.